Pambano tunaamini kwenye mazungumzo. Lakini sisi tumesema tunaamini kwenye mazungumzo ya dhati. Sasa tukasema tunataka mazungumzo ambayo kutakuwa na wasuluhishi huru, preferably wa kimataifa. Serikali inasema hatutaki mazungumzo, hatutaki wapatanishi, hatutaki wasuluhishi. Alafu kule Zanzibar kuanzia Novemba CCM kuna wasuluhishi, kuna wapatanishi Karume, Shein. Na foundation ya mazungumzo ya Zanzibar imejengwa kwa miaka mingi ya mazungumzo ambayo yalihusisha jamii ya kimataifa kuanzia wakati Commonwealth ilipokwenda kuingilia matatizo ya Zanzibar. Kwa kule Zanzibar inaonekana ni sahihi kuleta watu wa nje kushughulikia mgogoro, lakini muungano Tanzania inaonekana ni shida. Sasa tunataka kusema kwamba tutayazungumza haya na tutatoa mwelekeo, lakini ninachokiona ni kwamba ACT imeamua kwa mara nyingine tena, pamoja na mauaji ya tarehe 29 ya watu na siku zofuatia, kusaliti damu za watu na kusaliti harakati za mabadiliko. Kumezungumzwa kule, moja ya mambo watakayozungumza watakapoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa na tume itakayoundwa ni kwamba watazungumza kuhusu marekebisho ya katiba ya Zanzibar. Kwa matatizo yetu ya kikatiba, ya katiba ya Zanzibar, ya katiba ya muungano, huwezi kushughulika na mapungufu ya katiba ya Zanzibar bila kushughulika kwanza na mapungufu ya katiba ya muungano, ikiwemo kuhusu muundo wa muungano. Lakini kunapelekwa hiyo danganya toto ili Watanzania wajenge impression kwamba sasa nchi ina maridhiano, kuonekana kuna maridhiano, alafu upande wa pili umefungua mapambano. Tunasisitiza tu yule msimamo wa kamati kuu. Kamati kuu ilishasema masuala hayo ya na maridhiano ni matokeo, kinachotangulia ni mazungumzo. Kamati kuu imesisitiza hizo ya awamu tofauti kwamba waje wasuluhishi au wapatanishi wa kimataifa kuja kama kuna hitaji la mazungumzo yoyote yale, kuja kufanya mazungumzo, kwa sababu sisi tumeshiriki mazungumzo na watawala, na mimi nimepata bahati ya kuwepo kwenye timu ya mazungumzo kuanzia na rais mwenyewe mwezi Mei mwaka 2022 pale Ikulu Chamwino, mpaka kwenye timu ya mazungumzo ya watu watano kila upande. Tumezungumza kwa namna tulivyozungumza nao kwa kipindi chote tulichozungumza nao, na baada ya mauaji ya Oktoba na yote yaliyotendeka, hakuna namna kwamba utawala huu haramu dhalimu unaweza kuaminika kwamba ndio uongoze mazungumzo. Kwa hilo ndio naweza kusema katika hatua hii. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tutaendelea na mapambano, lakini milango yetu iko wazi kwa mazungumzo ambayo yatakuwa mazungumzo ya haki. Sasa kule Zanzibar rais akarudia tena kutumia neno la Mungu, na ndio nitahitimishia hii hapa kwa swali uliouliza. Akanukuu Mathayo 5 kuhusu heri wapatanishi. Kwa hiyo ni kama vile wanasema watu ambao hawataki kupatana wana shida. Rais amesahau kwamba ukisoma Mathayo 5 kuhusu zile heri zote, kuna heri wenye njaa ya kiu ya haki, heri wanaodhulumiwa, wanaoonewa, kuna heri kadhaa. Sasa mimi ni waombe wanachadema na Watanzania kuendelea kuwa na kiu ya haki, kuendelea kuwa na njaa na kiu ya haki, pamoja na kuonewa, pamoja na kuumizwa, lakini tusonge mbele. Tunaamini mwisho wa siku haki itatimia. Na kwa ndugu zangu Waislamu, ile sura ya kwanza ile Al-Fatiha, kuna mstari mmoja huwa nikisikia huwa napenda sana kuusikia. Nasema Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka.
Na kule katika Qur'ani kuna mahusia mengi kuhusu haki na kuhusu kupambana na ubatili. Na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi nyingi sana kuhusu, na moja hapo inasema jihadi iliyo bora ni kusema ukweli kwa utawala dhalimu. Na inazungumza kuhusu unafiki, kwamba mnafiki ana sura mbili na sifa zake ni tatu: akisema asemi ukweli, akiahidi hatimizi, akiaminiwa anasaliti. Tusiingie kwenye mtego wa kubariki unafiki, tubaki kwenye mstari ulionyooka. Katiba mpya, free Tundu Lissu. Ukweli, haki, uwajibikaji, mauaji ya Oktoba. Tone tone, focus pale, istikama, focus pale. Naamini kuna siku kitaeleweka. Asanteni sana.